asma'ahum, lazima watu watakuwa watege masikio hapa. Hii ni nidhaur rahman, anasema enyi watu, tena ni wito mtukufu. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, أي أشهر الأقوال المفسرين أن المقصود بالذكر والأنثى آدم، سيدنا آدم وحواء. Kwa hivyo miongoni mwa kauli mashuhuri za mufasirin kwa Mwenyezi Mungu alivyosema, nimekuumbeni kutokana na kike, kutokana na mwanamume na mwanamke, hapa inakusudiwa ni sote tumetoka kwa Saidna Adam na mama yetu Hawa. ويحتمل ذكر وأنثى من أب وأم، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلقهم من غير ذكر ولا أنثى. Na vile vile inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, kwamba chimbuko lenu nyinyi mmetokana na baba na mama. Sote tunajua kwamba sisi tumepatikana as a product of the male and female intervention, yeah. Lakini vile vile Mwenyezi Mungu anaweza kaumba pasina kupatikana male and female intervention, pasina kuna baba na mama, na tunao mifano vile vile. Kwa mfano kama khalaqa Adama alayhi salam, Sayyidina Adam hakuwa na mama wala baba. Sayyidina Adam hakuwa na mama wala baba, lakini Mwenyezi Mungu amemuumba. Wa qadirun an yakhluqahum min abin biduni ummin, na Mwenyezi Mungu vile vile ana uwezo kuumba watu wakawa na baba lakini hawana mama, kama khalaqa Hawa, kama mfano alivyomuumba Hawa. Hawa ndo baba yake, ndo Sayyidina Adam, ndo kutoka kwenye ubavu wake ndo kafanya nini, katoka Hawa. Wa qadirun ala an yakhluqahum min ummin biduni abin, na Mwenyezi Mungu anaweza kaumba mtu atoke kwa mama tu pasina baba, kama mfano nani, kama khalaqa Isa, Sayyidina Isa alayhi salam, fallahu la yu'jizuhu shay'un, Mwenyezi Mungu hakimshindi kitu kwake yeye. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anafanya atakavyo. Kwa hivyo Mungu anasema enyi watu nikaombeni kwamba nyinyi mtokamane na nani, Adam na Hawa, kutokana na mume na mke. Waja'alnakum, hapa anasema Sheikh, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, ay hadha huwa aslu an-nasi Adam wa Hawa, falkullu yarji'u li hadha al-asl, fan-nasu min Adama wa Adam min turabin thumma tafarra'a an-nasu, faqala subhanahu wa ta'ala waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila. Kwa hivyo sisi asili yetu, asije mtu akatuletea science, I don't know, our origins from chimpanzees, from I don't know, asije akakuletea mtu akuletea theory kwamba sisi tumetoka kwenye sijui chimpanzees alafu tukawa sijui apes alafu tukawa no, hii kitu hakipo katika Uislamu. Hatukubali nadharia hizo, kwa sababu Mungu mwenyewe akatuambia sisi asili yetu tumetokana na mwanamume wa mwanzo kuumbwa ni baba yetu Adam, halafu na mama yetu Hawa. Hapa halafu Sheikh anasema baadaye Mwenyezi Mungu kutuonyesha sisi kwanza tujue katika al-audatu ila al-asl, tujue turudi katika asili yetu. Halafu Mungu akasema waja'alnakum shu'uban wa qabail, qila ash-shu'ub a'am wa majmu'a al-qabail takawwana sha'ban. Kwa hivyo shu'ub maana yake ni mujtama, ni watu. Baadaye akakujalia nyinyi kwamba mkawa ni watu, akawafanyeni mkawa watu, alafu mwenye watu ambao mnatokamana na nani, na makabila na asili na matawi na viambo na vijiji na tarafa na sehemu mbalimbali. Hii ni ili watu wajue asili za watu, si kwa maana watu wapate kujifakharisha, la. Limadha ja'alana subhanahu wa ta'ala shu'uban wa qabaila, kwani Mwenyezi Mungu atujalia tunatoka watu wa asili tofauti. Watu wa Kigoma wana asili yao, wana makabila yao. Ukenda huko Upare kuna watu makabila haya wana asili yao. Ukenda Arabuni nao kuna watu na asili, kila viambo, kila wadi unaambiwa hii wadi fulani, wadi al-Ma'wali, hii wadi nani, kuna jabal fulani na watu wa asili yake. Si kwa maana watu hawa wawe bora kuliko wengine, la, ni kutaka kujuana tu, huyu katoka huko asili yake hii, tupate kujua. Hal yufakhira ba'duna ala ba'd, hiyo tupate kujifakharisha au liyabghi ba'duna ala ba'dhin, au tupate kufahamiana. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baadaye akajibu hili swala akasema aljawab litaarafu, ili mpate kutambuana. Qala ahlul ilm wa asluha litataarafu, al-aslu litataarafu, ili mpate kujuana, ili mpate kufahamiana, huyu amfahamiana. Wamasai wafahamiana Wamasai wenzao, lakini mtu lazima ajue asili yake.
وكثيرا ما تحذف التاء للتخفيف كما تقدم. التاء للتخفيف، حذف التاء للتخفيف، الأصل لتتعارفوا، lakini hapa يقول لتعارفوا ili mpate kujua. Hii ni katika nahwu. ليعرف نسب وليعرف نسب فلان من الناس، ولهذا قال أهل العلم لا بأس للإنسان أن يبحث عن نسبه وعن قبيلته لا للتفاخر وإنما لمعرفة النسب. Kwa hivyo mtu kujua nasabu yake, bwana mimi bwana nimezaliwa Zanzibar, lakini nasabu yangu asili ya wazee wangu wametoka Lamu. Babu yetu au bibi yetu alikuja huko, au wametoka sehemu fulani, ametoka huku Uchagani huku. Baadaye babu akaondoka, alikuwa ni mfugaji au alikuwa mkulima, akaondoka. He could trace your root, to trace your lineage. Ni kitu katika Uislamu kinatakiwa mtu ajue, kila mtu ajue nasabu yake lakini sio kwa sababu ya watu tena waanze kusema sisi wa Muyuni, sisi Wachake, sisi Wawete, bwana hatumkubali mwingine isipokuwa jamaa yetu Wawete. Shekhe, sisi wa mkoani lazima tupate wenzetu wa mkoani. Hakuna mambo hayo. Sisi wa Makunduchi hatumpi mtu mwingine nafasi, hatuwai kwingine mpaka kwa jamaa zetu. Siwangazije sisi kwa sisi. Shekhe, mambo hayo umetoa wapi? Hadha la yajuzu shar'an. Watu wanatakiwa wajuane, watambuane, lakini litaaruf bas, kutakujuana ile basi, hiyo haina shida. لأنه لو قيل مثلا فلان ابن فلان لم يكن هناك تعارف. لو انتمى لقبيلة معينة يعرف فهذا القصد من جعل الناس شعوبا وقبائل. ومtu akisema mimi mtu fulani bin fulani, sasa tutakuwa hatukujui wewe, hasa unatoka wapi, asili yako, na watu lazima wajue wazee wako, wajue asili yako. Kwa hivyo lazima watu wajue chimbuko la watu, na hii elimu hii katika Uislamu imetiliwa mkazo sana, na ukisoma katika ilmu rijal, sisi tunayo ilmu rijal katika fanu hadith, ulum alhadith, min ulum alhadith kuna ilmu almustalah, kuna ilmu rijal. Kwa sisi hatuchukui tu maneno qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, we don't take that. Sisi tunataka kujua kwamba haya maneno haya katupa nani. عن أنس بن مالك عن فلان بن فلان بن فلان عن فلان عن lazima we have to know this person imekuja kwa nani, huyu asili yake nani, sababu tunataka tumjue huyu mtu. Pengine yeye katupa habari, lakini huyu asili yake kwa mtu ambaye haaminiki, au katika ukoo wao ni watu wakorofi, au ni watu wa kusema uongo, malaghai, matapelia. Kwa hivyo hii elimu ni very very important, watu kujua nasabu yao na kujua asili yake, ili umpe mtu hata katika masuala ya ndoa. Huwezi kumpa tu mtu binti yako au kumkubali tu mtu, lazima taban mpekue. Idha atakum man tardawnahu khuluquhu wa dinahu fazawijuhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mtu akikujieni, lakini mumpe mbu. Idha atakum man tardawnahu, tazama sharti, lazima kwanza mumridhie khuluquhu, tabia zake, wa dinahu, na dini yake, then fazawijuhu, muwezesheni, haina shida. Hatutaki si lazima we kabila lako au yanatoka Kigamboni kama wewe, au kazaliwa sijui Mwanakwerekwe au kazaliwa Kotoni kule kwetu, la, sio sharti, hada laisa bisharti, lakini lazima mumpe mbue. Ndio Mtume anasema wa illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Ikiwa hamjachukua vigezo hivi kwa kutizama watu akhlaki zao na dini zao, na mkawapembua watu, mkawapa tu watu watoto wenu pasina kuwafanyia investigation, basi kutoka kuna ufisadi. Au mkichukua vigezo vingine pasina hivi, mkatazama mali tu, mkatazama mashuhuri tu, mkatazama makabila tu, takun kutokuwa kuna nini, ufisadi katika ardhi. Zina kwa maana itafanya nini, itaenea. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam, the Prophet was warning us, we need to use these two criteria as a benchmark, to accept or reject somebody, either kumkubali au kumkataa mtu. Tutumie vigezo hivi. Tuendelea. فليس التفاضل بالأنساب والأحساء. hapa hakitakiwi watu tuseme bana, mimi albahri nawafadhilisha bahri wenzangu, mimi wa Muyuni basi wa Muyuni wenzangu, la, hakuna hicho. جاء في الحديث عن أبي بن كعب قال انتسب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما, kuna watu wawili walitaka kujinasibisha wakala zile nasabu zao mbele katika kipindi cha Mtume صلى الله عليه وسلم. Mmoja wao akasema ana fulani ibn fulani ibn fulani, mimi mtoto fulani fulani fulani. Faman anta, la umma laka, kajaribu kumkebehi mwenzake, akaambia wewe nani, wewe mamako, wewe huna mama, mamako si mtu mwenye nasabu nzuri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume akawajibu akamwambia intasaba rajulani ala ahdi Musa alayhi salam, kuna watu kama nyinyi wawili walitaka kutuletea
nasabu zao kama hivi, kutaka kujifadhilisha kwa nasabu zao, bibi fulani kwa bibi fulani, asili ya fulani. Faqala ahaduhuma, mmoja kati yao akasema, ana fulani ibn fulani, hatta adda 9. Kwa mmoja akatoa uladi wake ule ukoo, ana fulani ibn fulani ibn fulani ibn fulani mpaka babu wa 9. Faman anta la umma lak, akamuuliza mwenzake, haya wewe nani wewe, usiokuwa na mama wewe, huna ukoo wewe, huna nasab. Qala, yule jamaa akasema, watu wa Saidina Musa, ana fulani ibn fulani ibn al-Islam. Yakatoa baba wawili tu, jina lake la baba yake, babu yake akampa ana Ali ibn Muhammad ibn Islam, kwa mfano. Kwa akasema ana fulani ibn fulani ibn al-Islam. Unaona bwana, kwa hivyo mimi ni mtoto wa Kiislamu. Qala, basi Mtume sama akasema, fa auha Allahu ila Musa alayhi salam, Mwenyezi Mungu akamletea wahi Sayyidina Musa alayhi salam, anna hadhaini almuntasibaini, hawa wawili wanajinasibisha, wanajifaharisha kwa nasab, amma anta ayuha almuntami au almuntasibu ila 9 fi an-nari fa anta ashiru. Akaambiwa mwanzo ulijiletea hizi nasabu zako na silsila koo zako za kifahari mpaka babu wa 9, basi anasema hao wewe, hawa 9 wote wanakwenda motoni, wa anta ashiruhum, na wewe utakuwa ndo wa 10 wao. Aliambiwa hivyo, wewe ulijinasibisha nini kwa ukoo wa babu zake wa kifahari bin fulani. Wa amma anta ya hadha almuntasibu ila 2 fi aljanna, akaambia na wewe ulijinasibisha kwamba wewe ni fulani bin fulani, babu yako mmoja tu, jina lako na baba yako, fa anta fil janna, basi wewe, asema hao wawili kwanza babu zako na wote peponi, fa anta thalithuhuma fil janna, nawe utakuwa nao watatu, utawaunga mkono huko peponi. Akhrajahu al-Imam Ahmad. Kwa hivyo hizi ni hadithi zimekuja, si visa hivi hadithi tofauti pakawa, zimekuja hadithi maana sahihi kabisa, zimethibiti kwamba kuna baadhi ya watu walikuwa wakijifadhilisha kwa koo zao au majimbo yao au nasabu zao, lakini unasibisho au utambulisho wa aina hiyo haufai katika dini. Tusijifakharishe sisi kwa kupitia manasabu na makabila yetu. Ukabila ni utambulisho tu. Bal mas'alatu laysat mas'alata tafakhurin wa tabahi bin nasab. Uislam haujaleta hapa watu wajifakharishe kwa nasabu. No. Lidhalik unzur madha qala Allah ba'daha, tazama mwisho wa aya Mwenyezi Mungu aliposema, ja'alnakum shu'uban wa qabila ta'arafu, ikisema kusema hiya liyubayina mi'yara at-tafadul 'indahu subhanahu. Hii Mwenyezi Mungu alileta hii aya alafu akaleta nini? Mi'yaru at-tafadul, maana kile criteria, kile kipengele kile msingi, so the foundation of privilege. If you want to have any privilege, if you have to have any superiority, basi hiyo superiority yako, privilege yako ipatikane kwa hichi kinachotajwa hapa, inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika mbora wenu kwa Mwenyezi Mungu ni yule ambaye atqakum, mcha Mungu. Kwa hivyo mtu aliyeshika dini, mtu mwenye kumpa Mwenyezi Mungu, huyu tunaweza tukasema ana privilege, huyu tunaweza kusema huyu superior. Lakini apart from that, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tunasema anasema hakuna ubora kwa mtu aliyekuwa Mwarabu au asili ya Kiarabu, ala ajamii, kwa asiyekuwa Mchina, Mhindi, Mwafrika, Mwajemi, Mpasha, hawa wote hawezi kudharaulika kwa sababu kuna mtu ana asili ya Kiarabu. Hakuna hicho kitu. Na kinyume chake, hawa hawezi wao wakajifanya wao, kwa sababu kwa nyingine superiority inakuja si kwamba Waarabu wao ndio wao ndio wanajituhumu wao, wao wanajibeza. La, kuna baadhi ya maeneo wao ndio wanabezwa. Kuna baadhi ya sehemu ukifika utaona nasabu ya Kiarabu, manake wewe ndio low caste, manake wewe ndio hufai kwa kuongozi, hufai kwa chochote. Utaambiwa wewe huyu ana maji ya Kiarabu, huyu hizbu, huyu kule kwetu utaanza kupoa mambo yale ya kisiasa ya zamani iliyopita na wakati. Lakini huyu ni mtu kizazi cha 6, kizazi cha 4, kizazi cha 5, hana uhusiano wote masuala hayo, mambo ya hizbu na mambo ya SP, mambo yamepita. Zanzibar Nationalist Party na viongozi wao wengine washatangulia mbele ya haki, na SP watu washakufa sana, na uhusiano ni nani? Mtu kaenda kutaka kuomba kazi, anaambiwa wewe bwana, huyu Mwarabu, huyu ndio hizbu, hana uhusiano nini haya? Inna akramakum inda Allah, kana kwamba wengine sasa waliokuja baada ya uongozi ule wao ndio majipa nini? Superiority ile wanaita ethno supremacy. Ethno supremacy tunaiona sana inakuwa practice kule Israel, kule kwa ndugu zetu wale Palestina. Wao ndio wanajiona kama no الشعب المختار, wanajiita الشعب المختار, the chosen people. Wao ndio the supreme ethnicity.
Sisi Islam, we don't have that. Hatuna. Islam, our principle is very clear. Inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika mbora wenu, hakika mwenye fadhila kwenu ni yule ambaye pia. Falkarimu inda Allahi tuqa au attaqi, afwan, falkarimu inda Allahi attaqi, mbora kwa Mwenyezi Mungu ni nani? Ni mcha Mungu. Bas, kullama izdada al-insanu fi at-taqwa bi fi'li at-ta'ati wa tarki al-ma'asi wal manhiyat kullama kana kariman inda Allah, kila mtu anapozidi katika kumtii Mwenyezi Mungu na kufanya ya kheri, basi huyu anakuwa ni bora kwa Mwenyezi Mungu. Tazameni aya alafu imekusema vipi? inna akramakum inda Allahi atqakum inna Allaha alimun khabir. Mwenyezi Mungu ayatambua, alimun bidhawahiri al-umuri, hakika Mwenyezi Mungu ajua yote ambayo mtayafanya. Kama mtajitia tu kuanzisha system, kujitia eti mnaenda system ya umoja, tutasahau yaliyopita, lakini mkawadhulumu watu. Allah alimun khabir, khabirun ay khabirun bidaqaiqiha wa khafayaha. Mungu ana habari ya yale yote mnayoficha katika vikao vyenu. Mnapanga njama kutowapa eti ya kuchekesha, subhanallah, ya kuchekesha. Watu wana identity card, ID, yani vitambulisho. Watu wamezaliwa, mtu babu wa 5 wa 6 anaweza kukwambia kazaliwa Unguja, kazaliwa Pemba, kazaliwa Shamba, kazaliwa mjini, kazaliwa ng'ambo, anaambua si raia hapa. Kisa na sababu pengine kachovya damu fulani, kisa na sababu pengine ana asilia fulani, anakuja kupewa mtu gharibu, mtu mgeni kabisa, hata baba yake hajatoka hapa, baba yake kazaliwa nchi nyingine, kina atapewa. Mwenyezi Mungu anatuambia inna Allaha alimun khabir, wanayotenda haya halafu ujue kwamba wanachukua big responsibility na wanaoshirikiana nao vile vile, sio wao tu wanaoshirikiana nao wote. Inna Allaha alimun khabir, napowanyima watu haki zao based on ethnic supremacy or ethnic supremacist ideology, kwa kusema kwamba labda watu fulani tu wenye asili ya bara tu, wenye asili ya Unguja mjini tu, au Unguja Shamba tu, au Pemba mjini tu, jamaa zangu wa Msuka tu, au popote. La, hicho kitu hakipo. Hicho kitu hakipo. Inna Allaha alimu, Mwenyezi Mungu ayajua hizo njema zote mnazipanga mkadhulumu watu. Mwenyezi Mungu anazijua, na kwa khafayaha, na yaliyofichika, kwa sababu sisi hatuwezi kujua, lakini Mwenyezi Mungu anayajua. Tuende katika aya inayofuata hapa inshallah. Aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema qalatil a'rabu amanna. Tumalizia hii. Mabedui al-a'rabu manake sio Waarabu wa kawaida. Kuna mmoja alikuja kututafsiria hii aya akatuambia Mungu kasema kule anasema al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaq. Aya nyingine anasema Waarabu bana ni makafiri kwa kweli, wanafiki. Nikamwambia wewe shekhe, usifasiri Qur'an unapotaka wewe. Qul astaghfirullah. Hawa wanazungumzwa hapa ni mabedui, specific type of people. Na hawa walislimu, wengine hawakuslimu kikamilifu, waliingia kutokana na hofu. Tutakuja kuwazungumza hapa. Qalatil a'rabu amanna, kutokana na watu tu, kwa sababu watu wana asili za Kiarabu au za Kimagori au za Kinyamwezi au za Kinyasa. No, hakuna mambo hayo. Qalatil a'rabu amanna, mabedui walisema tumeamini. Kullam tu'minu, mabedui manake ni Waarabu wanaishi wapi? Kando kando, yani ya mji, wanakaa huko jangwani. Kullam tu'minu, Mwenyezi Mungu aliwaambia, mtume aliwaambia, waambie lam tu'minu, ni hamkuamini, walakin qulu aslamna, lakini semeni tumeslimu tu. Pekee nyinyi mmeslimu kwa hofu, mmeslimu kwa tamaa zenu tu, ndio tabfikiri labda kigeyo ngabira hapa, au ukitoa Baitul Mali watu wakipewa manofu nyinyi mtapata. Ni hamkuamini. Walamma yadkhulu al-imanu fi qulubikum, lakini imani haikuingia katika nyoyo zenu. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu, Mwenyezi Mungu anaambia, lakini laiti mkamtii Mwenyezi Mungu kikamilifu na mtume wake, mkakubali something katika Uislamu kikamilifu, la yalitkum min a'malikum shay'a, Mwenyezi Mungu hatawapunguzia chochote katika ujira wa matendo yenu, kila mnachokifanya mtalipwa. Inna Allaha ghafurur rahim, kwa Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe na ni mwenye. Hadha ikhbaru min Allah ta'ala an hali al-a'rab, hii ni habari Mwenyezi Mungu alikuwa anatukushana na mabedu. Wal a'rabu jam'u a'rabiyyun, a'rabu wingi wake mufrad yake ni a'rabiyyun, akiwa mmoja. Wa hum man sakana al-badiyata au yusammuna bil-badawi, hawa wanaokaa majangwani. Hawazungumzi Waarabu wote hao, usije kuambia watu kwa ukatilia tu katika kufuru. Waarabu wote hawana imani. No. Hawa wanazungumza specific type of people,
hawa ni mabedwi ambao walikuwa wakikaa huko majangwani, wanaitwa bedwi. Walghalib ala man sakana albadiya aljafaa waljahl illa man rahimahullahu ta'ala. Sheikh anasema na watu wanaokaa majangwani, sehemu sio majangwani tu, hata kule kwa Tanzania, watu wanaokaa ndani huko au watu wanaokaa huko mwisho sio tofauti na watu wanaokaa karibu ya miji. Hata ule ustaarabu wao kidogo unakuwa tofauti, wanakuwa ni watu kidogo, wako ni watu kidogo sikili, wako tofauti sana na watu ambao wa mijini, kwa sababu hawaingiliani na watu, hawamiliani na watu kama watu wengine. Saa nyingine pia aljahl, ujinga, sababu kule hakuna teknoloji, kule bado maendeleo hayajafika, maji hayajasambaa, umeme, teknolojia etc. Kwa hivyo ndio maana hawa wakawa kidogo walikuwa Arabiyo, wala Arabu walikuwa kidogo watu ambao wana mila fulani hivi ambazo mara utaona washatoa panga wanataka kupigana, yani kuwa ni kama kuchinja kuku, kutokana na mazingira ambayo walikuwa wakiishi wao. Si kwamba walikuwa ni watu au wote walikuwa hivyo, la. Kwa hivyo hapa Sheikh anasema ni katika aya nyingine Musa, al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa. Ndio maana yake mabedui at that time walikuwa wamekithirisha kufuru, yani walikuwa ni watu wazito kwanza kuwafahamisha kitu mpaka wakakikubali, alafu na walikuwa ni wanafiki kweli kweli, wakikubali wanikubali hapa tu usoni, lakini kishakuwa hapa kisogo tu basi. Wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzala Allah, na walikuwa ni yani hao mipaka Mwenyezi Mungu walikuwa wakiyavuka kweli kweli, hawataki kabisa tuwasikie. Wallahu alimul hakim, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua na Mwenyezi Mungu mwenye hikma. Haulai al-a'rab atau ila nabii sallallahu alaihi wasallam waqalu, hawa wanazungumzwa hapa si Waarabu wote jamani, tunazungumza hawa mabedui wa zama zile walimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamwambia amanna, tumeamini. Yani idda'u bi anfusihim al-iman, walijidai. Ndio Kiswahili nasema kujidai, iddaa yadai, maana kujidai. They claim that they have believed, they've claimed that they've accepted fully wholeheartedly, kwamba wameclaim tu kwamba, lakini haikuwa kweli. Idda'u li anfusihim al-iman wal-imanu fi al-qalbi, wal-imanu fi al-qalb. Sheikh anasema imani itakuwa iwepo, ijikite kwenye moyo, ويظهر أثره على الجوارح أظهر يظهر. na imani siku zote inafanya nini? Athari yake utaijua ala aljawarih, katika matendo. Aljawarih maana yake organs, viungo. Mtu aliamini kweli, sasa utamuona miguu yake anakuwa hachezi mbali na msikiti, mikono yake hachezi mbali na ukarimu, moyo wake hauchezi mbali na sadaka, mdomo wake hauchezi mbali. Ndio maana yake al-imanu wal jawarih. Lakini wao waliclaim, walidai tu hivyo. والأركان قال الله لهم قل لم تؤمنوا. Mwenyezi Mungu akamwambia Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam, waambie nyinyi bwana hamkuamini kweli nyinyi. Ay lam tu'minu al-iman al-kamil, nyinyi hamkuchukua imani kikamilifu sasa ilipotakiwa. Wal mutlaq, fa in kana ba'dhum indahu iman, japokuwa baadhi yao walikuwa bado kidogo walikuwa wameamini, lakini lam yasil bihaqiqati al-imani al-kamil, lakini ile dai lao kwamba tumeamini. Kwa hivyo na sisi tunafundishwa hapa, si kwamba hizi aya zimekuja kuwazungumza wale, la. Kuna miongoni mwetu wanaweza kujidai sisi waumini bwana, mu'minun, tutakuwa kama wale al-a'rab kama mabedui wale, tuna claim sisi kule kwetu Afrika Mashariki. Sio tunajua, kila unamuuliza mtu babu wa babu atakwambia sote tuko Waislamu bwana, sisi wageni Waislamu. Hiyo ni imani ya kurithi, lakini huo ni Uislamu wa kurithi, Islamu alwaratha. Hii ni Uislamu tumerithi, nahnu awrathna alislam min ajdadina, wa taban ajdadna tumerithi tu. Lakini sasa je, tumeamini kikweli? Kwa hivyo hizi aya zinazungumza mabedui wa kipindi kile, Qur'an ilikuja kuwakaripia, nasi Qur'an atukaripia sisi. Je, walamma yadkhulu alislam waliman fi qulubikum, sisi bwana tumesilimu tu, haijaingia bado ile imani hasa katika nyoyo zetu. Fafihim almunafiq wa fihim almuslim walam yatamakkanu alimanu min alqulub, katika miongoni mwao walikuwa ndio wengine waislamu, wengine ndio hivyo, lakini imani ilikuwa haijajikita. Faqala Allah lahum, Mwenyezi Mungu akaambia walakin qulu aslamna, Mungu akaambia waambie semeni tumeslimu. Walidhalika hunaka farqun baina al-imani wal-islami, kwa hivyo kuna tofauti baina mtu kusema muumini na mimi muislamu, kuna tofauti, hunaka farq. Fal-imanu akhassu min al-islami wa akhassu min al-imani,
al-ihsan wal-islam am. Islam ni am, lakini iman is very specific, na hizo ndio maana kuna daraja tatu, kuna al-islam, al-iman na al-ihsan. Al-ihsan ndo a'la martaba, a'la daraja, ndio daraja ya juu kabisa. Muslim, mtu yote anaweza kusema na muslim. Iman, mu'min yule ambaye anafuatilisha kwa vitendo, aljawarih. Muhsin yule ambaye kila alitendalo, kila aliwezalo amuona Mwenyezi Mungu yuko mbele yake hapo. Kwa hivyo huyu ni mtu ambaye daraja nyingine. Al-ihsanu an ta'mala lillahi ka'annaka tarahu. Kwa ukifika katika daraja ya ihsan, manake wewe unatakiwa kile unachokifanya muone Mungu yuko right in front of you. Huyu hapo Mungu ananitizama, kila kitu ananisikia, ananiona. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, kama ilivyo kwenye hadithi, kama wewe humuoni basi yeye Mwenyezi Mungu akuona, kama tunavyofahamu. Kwa hivyo tusije tukarudi kama hawa al-a'rabu, mabedui wa kipindi kile, claiming that we are mu'min. That's not going to take us to Jannah, kwa sababu kuna watu bado wana ideology, mimi nitazini, mimi nitaiba, mimi si muumini, basi Muislamu tu bwana, I have got free ticket to Jannah. Watu wapo wana doctrine hii, anasema mahma japokuwa mimi ndo mmemkubali la ilaha illallah Muhammad rasulullah, mimi have got a green light to Jannah. Na nikakwambia Uislamu hausemi hivyo. Uislamu hausemi hivyo. Tena wanachukulia hoja katika hadith, tena wanazipotosha hadith, man qala la ilaha illallah dakhala aljanna. They using that kind of nini, wanatumia hapo mafhumu ilikuwa sio kwamba yote aliyosema la ilaha illallah ashaingia peponi. No, hakuna mambo hayo. Uislamu umekuja kutuletea hapa, yes, atakayesema la ilaha illallah dakhala aljanna ataingia peponi, lakini he must live with la ilaha illallah. Lazima qul la ilaha illallah thumma istaqim. Mtume anasema sema la ilaha illallah, kisha you have to stay in the istiqama, in the steadfastness. You have to be steadfast. Hakuna mtu anauza drug, somebody who deals with drugs, somebody who sells fellow Muslims or even non-Muslim drugs, and he gets the income, akipata pesa. Can you compare this to someone who works hard with a halal means? Huyu anafanya kazi za nguvu, haiwezekani. La yastawun, la yastawun. Na ndio maana Mungu anasema je, mtu mwenye imani sawa sawa na Muslim? La yastawun, la yastawiyani mathala. Hawezi kuwa na mfano mmoja. Walakin qulu aslamna. Kwa hivyo hapa tunakuja hapo. Kwa hivyo waliambiwa, lakini semeni tumeslimu tu. Fasaraha al-ba'd khawfan min al-qatl wa tama'an min fil 'ata. Kwa hivyo baadhi ya hawa walikuja wakaingia katika Uislamu hawa kwa sababu gani? Walikuwa na hofu tu. Wengine walikuwa na hofu, mtume hapa ashachukua mamlaka, ashachukua madaraka, tutakuja kupigwa panga hapa sasa hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa mtu wa aina hiyo. Mtume hakuwa mtu wa chinja, hakuwa ni kiongozi chinja. Akawaambia idhhabu fa antum tulaqa, ile qaul dhahabi mashhur. Mtume sallallahu anaambia feel free, go while you're free. Hakuna mtu atauliwa hapa akitaka kuwa Muislamu. Tumaliza hapa inshallah. لما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لما يأتيهم وإن تطيعوا الله ورسوله بس متكبمتين من يزمكم لا يلتكم من أعمالكم شيئا أي لا ينقصكم من أجوركم ففهمتكم بوزيوة katika ujira wenu. Nothing will be deduced or deducted from your rewards. So just work hard on it. Stop claiming that you are mu'min while you are not. This is what the ayah is. This is the implication of the ayah. Ndio ayah inatuambia tusiwe watu wa kudaidai mambo. La yalitkum min a'malikum shay, ay la yanqusukum min ujurikum. Na hili ndio la yalitkum alatnahum litumika katika sura Al-Qur'an. Kumbuka kwa maana النقص كما kupunguza. Mwenyezi Mungu anasema walladhina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin, walioamini halafu wakawafuatilisha vizazi vyao na imani, yani kwamba wakawalea. Kwa mfano sisi tumekuja hapa, sisi waumini alhamdulillah, tunasema tu waumini, alafu tuhakikisha kwamba vizazi wetu wote vikabaki kwenye imani, au nchi yote. Alhaqna bihim dhurriyyatuhum, Mwenyezi Mungu anasema mmoja akifa, tutapokufa, tutapoondoka, alhaqna bihim dhurriyyatuhum, Mwenyezi Mungu anasema atakuja kutukutanisha tena na vizazi vyetu, hata viwe 4th and 4th 6th 10th 100 whatever generation, Mungu atakutanisha wewe. Kwa hivyo mtu akifa baba yako usilie sana, utakufa, utalia, muombe dua kwa Mwenyezi Mungu anikutanishe tena. Wama alat min dhurriyyatihim, Mungu anasema wama alatnahum min amalihim, na wala hatutawapunguzia katika ujira wao, katika matendo yao, min shay'in kullu mri'in bima kasaba rahin, kila mtu kwa kile alicho kichuma.
hapa Sheikh anasema hadha min karamillahi, hii ni katika yani ukarimu Mwenyezi Mungu, wujuduhu subhanahu annahu la yanqusu al-abdu min ajrihi shay'un, Mwenyezi Mungu hampunguzii mja kwa ujira wake, Mwenyezi Mungu humzidishia falhasanatu bi'ashri amthaliha, Mwenyezi Mungu ukifanya jema moja tu unapata ngapi? Times 10. This is in the normal month, lakini kama mwezi kama huu wa Ramadhan hapo tena inakuwaje? Ila 700 dha'if, mpaka kwenye 700, 1 for 700. Kitoa sadaka kidogo, ukimfanya mwenzako wema, ukimsomesha Qur'an 1 to 700 katika Lailatul Qadr, tena kwa even much more than that, we don't even know. Wasayiatu bimithliha, na vile vile na ubaya Mwenyezi Mungu anaulipa. Wakad yaghfiruha, Mwenyezi Mungu anaweza akakusamehe, kwa sababu Mwenyezi Mungu hakutupi conditions sisi, la Mwenyezi Mungu hajatuwekea conditions. Sasa turudi kwake tu, watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Tubuni, rudini, come back to Allah, all of you, jami'an, all of you, wema na wasiokuwema, sote tunatoka twende ili mpate kufaulu. Inna Allaha ghafurur rahim, hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe, na rahimun ni mwenye rehema kubwa. Allah subhanahu wa ta'ala ana rehema kubwa. Kwa hivyo aya hizi tukizifanyia summary, kwa hakika tutakuwa tumejifunza hapa mazuri sana, kwamba darasa yetu leo linazungumza kwamba iman is about quality, it's not a quantity. You see the current situation of the Muslim Ummah, unaweza tukasema sasa tukaclaim tuko mamilioni, sio tuko bilioni au mamilioni mangapi sasa kwa Islam, lakini this is just a quantity, it's not the quality. Ndio yale qalat al-a'rabu amanna. Haya hizi zinatugusa mpaka sisi tunaoishi katika karne hii. Tumesema tu tumeamini, lakini ndio hivyo, hatuna imani ya kweli. Kwa hivyo turudi katika al-audatu ila al-asl. Al-asl ni kwamba sisi turudi katika imani ambayo itaambatanishwa na al-jawarih, yani Uislamu wetu tuishi kwa matendo ambayo yaingia katika viungo vyetu, ndimi zetu, mikono yetu, miguu yetu, matumbo yetu, tupu zetu, akili zetu, masikio yetu, all these lazima ishi kwa ajili ya Kiislamu. Na hata katika bimunasabati siyam, yani alulama yatakalamuna an siyam aljawarih, wanasema maulama the proper fasting is ile fasting ya viungo aljawarih vote, masikio yafunge, macho yafunge, mdomo ufunge na tumbo linafunga, kwa sababu ndo we abstain from food and drink, sawa na mengineyo, lakini tutakuwa tufunge ipaswavyo. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Muhammad, naona tu